Polisi wako hapa, lakini sasa hakuna gari. Naam, usiku wa leo maswali yanaendelea kuibuka kuhusu ukimya wa waziri wa ulinzi Soipan Tuya kuhusiana na madai ya kuwapo kwa vikosi vya Jubaland ndani ya kaunti ya Mandera. Mtafaruku tayari umeibuka miongoni mwa viongozi wa kaskazini mashariki, baadhi wakihusishwa na rais wa Jubaland Ahmed Madobe, huku wengine wakionyesha kutoridhishwa. Akida Kasim na taarifa hiyo kwa kina. Huku sintofahamu ikiendelea, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alizungumza kuhusu swala hili, lakini kauli yake imeacha Wakenya na maswali mengi yasiyokuwa na majibu. At the moment I can say without fear of contradiction that we don't have people in the country. That I can say that without fear of any contradiction, that there are no citizens of foreign forces that are in the country. Swali kuu ni kwa nini wageni hawa wako humu nchini huku mamlaka zikisalia kimya, na yuwapi waziri wa ulinzi? Wewe na Bwana Ruto, you must address the issue of encroachment on our territory by the Jubaland forces from Somalia. Kawaida wapiganaji hupokonywa silaha kabla ya kuruhusiwa kuingia katika nchi nyingine. Zaidi ya hayo, kwa nini wanaruhusiwa kubaki na silaha nzito miongoni mwa raia? Je, wanajiandaa kuanzisha shambulio kutoka ardhi ya Kenya? Hii inaleta hatari na kudhalilisha taifa ambalo pia ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. When you say there are occupation of forces from other country in our country, it means they have come in to invade us and cause and take over. We are absolutely, there is no one in Kenya that is in Kenya where, to occupy any part of the country without the Kenyan forces fighting them. Je, Rais William Ruto amefahamishwa ipasavyo kuhusu hali ya Mandera? There is no excuse whatsoever to allow Jubaland forces to cross into Kenya. Under what international treaty or law are they doing this? So this is simple invasion, occupation. And that's why we really want to call on the Commander-in-Chief, who is William Ruto himself, to explain the situation. You should not send Duale. Je, kuna ajenda ya kisiasa au faida fulani inayopatikana kutoka Jubaland? Ingawa Ahmed Madobe ana uhusiano wa karibu na Kenya na Ethiopia, tofauti zake na Mogadishu sasa zinaweka jamii za Mandera hatarini. Wenyeji wanasema wameachwa bila ulinzi, huku wapiganaji wa kigeni wakipewa hifadhi nchini. Akida Kasim, KTN. Tusonge mbele. Wafanyakazi wa nguo nchini wanatazamiwa kufaidika pakubwa na taasisi